Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wakafa ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayat wal wafa, amma ba'd. Tunakaribisha tena kwa moyo mkunjufu katika video zetu zinazozungumzia faida ya Qur'ani, faida ya tibi ya Qur'ani, vile vile faida ya dua ambazo kwamba ni ma'thur na zile thubutu kwa wanavyoni na wakazifanyia kazi katika maisha yao. Na katika video hii insha Allah taala tutazungumzia faida adhim, faida kubwa kabisa inayofungamana na asali. Je, unasumbuliwa na kuchomeka kwa tumbo ama kuchomeka tumboni inayosababisha na acid? Unasumbuliwa na gesi ndani ya tumbo lako? Basi karibu katika video hii tukuelezee faida ya asali katika kutibu tatizo hilo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo malengo ya video hii insha Allahu ta'ala ni kuangalia siri na faida ya asali katika kutibu mchemko ama kuchomeka ndani ya tumbo, vile vile tatizo la acid ndani ya tumbo. Bila shaka asali iko na umuhimu mkubwa katika kutibu tatizo la kuchomeka ndani ya tumbo na vile vile acid. Na hii asali vile vile ukiitumia na viungo vingine, basi inaleta faida kubwa na inaweza kutibu tatizo hilo la kuwa na acid nyingi na vile vile tatizo la kuchomeka ndani mwa tumbo. Kuna viungo fulani ambavyo lau watumia pamoja na asali, basi zinaleta faida kubwa. Namna ya kutumia viungo hivi ili viweze kukusaidia na kutibu tatizo la acid na vile vile kuchomeka kwa tumbo. Utumizi wa asali pamoja na hiyo apple cider vinegar drink, yani ukichanganya asali pamoja na siki ya apple, watumia vipi? Unachanganya asali kijiko kimoja cha tablespoon, 1 tablespoon of honey, unachanganya na nini? Na 1 tablespoon of apple cider vinegar. Unachukua maji moto, unaweka kijiko kimoja tablespoon ya asali, unachanganya na vile vile kijiko kimoja cha siki ya apple. Halafu namna ya kutumia ni kwamba utakunywa nusu saa kabla hujakula chakula. Yani utatumia, ukishachanganya hiyo, ukishatengeneza hiyo mada, hiyo dawa, ukishatengeneza dozi hiyo, basi utakunywa nusu saa kabla hujakula chakula, iwe ni chakula cha asubuhi au chakula cha mchana ama chakula cha jioni. Kwa hivyo unatumia hiyo nusu saa kabla ya kula chakula. Mchanganyiko wa asali na aloe vera juice, yani juice ya aloe vera, unachanganya vipi? Hii vile vile unachukua glasi, unaweka ndani yake vijiko viwili vya aloe vera juice ndani ya glasi. Unachukua vijiko viwili tablespoons, vijiko viwili vya aloe vera juice, halafu
unaweka ndani ya glasi na unachanganya na kijiko kimoja cha asali, unachanganya pamoja. Hii dozi yake ni vipi? Utatumia mara moja kila siku, utatumia mara moja kila siku. Hii inasaidia kutuliza na kulainisha pipe ama njia ya kupitisha chakula. Mchanganyiko wa tatu ambao ni asali na ginger tea. Ginger tea yani chai ya tangawizi. Namna ya kutengeneza ni kwamba unachukua maji moto unaweka ndani ya glasi, maji moto ndani ya glasi, halafu unaweka kijiko kimoja cha asali, vile vile unachanganya na tangawizi ulosaga kwa grinder. Yani kuna kile kidude cha kusaga ile tangawizi grinder, ikiwa tangawizi mbichi unasaga, kisha unachukua kiasi cha kijiko kimoja unaweka ndani ya maji moto, kisha vile vile unachanganya na asali, unachanganya pamoja. Na hii unatakiwa unywe mara 2 kwa siku. Unaweza kunywa asubuhi na jioni, hiyo ni sawa, lakini utakunywa mara 2 kwa siku. Hii inapunguza ule mtafaruku wa athari ya acid ndani ya tumbo, inapunguza athari ya acid ndani ya tumbo. Na njia ambayo kwamba pia unaweza tumia ni kwamba unachukua unabandika maji moto, kisha unaweka tangawizi, baadaye kisha tangawizi yani ile chai ikisha kuchemka, ambayo kwamba ni maji umeweka tangawizi, unaweza toa, baadaye unaweka sasa hiyo kijiko kimoja cha asali, halafu unakunywa mara 2 kwa siku. Kadhalika mchanganyiko mwingine ni asali na chamomile tea. Hii unafanya vipi? Asema unachukua chamomile tea, brew manake ni kama kuichemsha vile, unaichemsha hivi, inachemka, unaipika, inachemka, ikisha kuchemka unaitoa, unaweka kwenye glasi na unaongeza kijiko kimoja cha asali. Inakuwa sukari yako ni kijiko kimoja cha asali. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii unatakiwa unywe wakati wa kulala, kabla ya kulala, yani kabla ya kulala kwa robo saa, kwa nusu saa unakunywa hii. Inasaidia kupunguza athari ya acid na athari ya kuchemka ama kuchomeka kwa mwili na kuuma wakati wa usiku. Bila shaka mara nyingine ukilala, hiyo acid inachemka ndani ya mwili na inaathiri sehemu katika tumbo lako. Kwa hivyo wakati wa kutumia hii mchanganyiko ni wakati wa kabla ya kulala wa nusu saa hivi, kisha ndipo hapo ulale. Itasaidia kutatua tatizo kama hili. Halafu mchanganyiko wa mwisho ni kati ya asali na vile vile baking soda. Na namna ya kutumia ni kwamba unachukua nusu ya kijiko cha baking soda, halafu unachanganya na kijiko kimoja cha asali, unaweka ndani yake, unaongeza na maji, kisha baadaye unachanganya pamoja asali kijiko kimoja na nusu kijiko cha baking soda, unachanganya pamoja kwenye glasi ya maji. Halafu baadaye namna ya kutumia ni kwamba utakunywa mubashara wakati unaposikia sasa maumivu. Sasa zile ukisikia maumivu ya athari ya hiyo acid ndani ya tumbo lako, ndio wakati wewe wafaa utumie
hii mchanganyiko, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala itasaidia kutatua tatizo kama hilo. Kwa hivyo hii ni michanganyiko muhimu sana kuifanya ndio uweze kutibika na uweze kujitoa katika hiyo athari ya kuumwa na vidonda ama kuumwa na acidity inayosababisha ndani ya tumbo lako ikapelekea kuwa na gesi nyingi na kuchomeka ndani ya tumbo. Lakini ni vizuri kabisa wakati unapotumia au unapoandaa viungo kama hivi, uhakikishe kwamba unatumia viungo ambavyo kwamba ni asili. Unatumia viungo ambavyo kwamba ni asili, yani kama ni asali, hakikisha ni asali ambayo kwamba ni asili, sio ile asali mchanganyiko ambayo kwamba imechanganyika na sukari buru. Yatakikana iwe ni asali ya kisawasawa, asali ambayo kwamba ni sahihi ama ni asili. Kadhalika vile vile hakikisha kwamba yani viungo hivi havikuathiri, havikuletei yani allergy katika mwili wako. Bila shaka vikikuletea jambo kama vikuletea athari kama hii, unatakiwa upunguze ama uache kutumia kwa muda ule. Kadhalika vile vile ikiwa kwa mfano tuseme inakupelekea yani kuleta athari nyingine ambayo kwamba usioitarajia, unaweza vile vile kuweza kumwona kuchukua ushauri kwa wale wataalamu zaidi katika fani kama hii, na utafaidika insha Allahu taala kupitia kwa maelezo ya wale wataalamu wenye kufahamu zaidi katika mambo kama haya. Na ni vizuri tu ni kwamba wakati ukitumia viungo kama hivi ama dawa kama hizi, basi usisahau vile vile kumlekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba kwa dua, ili ajalie hivi viungo viwe ni shifa, viwe ni tiba kwako, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kutibu. Kwa hivyo unapotumia hizi viungo usisahau kuomba dua, na kuna dua nyingi miongoni mwa dua ambazo kwamba unaweza ukaomba. Basi ni kwa mfano dua kama hii inayosema Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Maana yake ni kwamba ewe Mola niponye mimi katika mwili wangu, ewe Mola niponye mimi katika masikizi yangu, ewe Mola niponye mimi katika macho yangu. Hapana Mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Mola subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile unaweza ukaomba dua nyingine ambayo inasema bismillahil ladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Naanza kwa jina la Mola subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye kwamba kwa uwezo wake hakuna kinachodhuru kupitia kwa pamoja na jina lake chochote katika ardhi wala katika mbingu, na yeye Mola subhanahu wa ta'ala ni msikizi na vile vile ni mjuzi. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa dua ambazo kwamba unafaa uziombe wakati ukitumia dawa kama hizi. Utakuwa umekusanya faida mbili, tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile umechukua asbab, na vile vile umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiyo ashafi, ndiyo mwenye kuponya, na hizi ni asbabu, ili sisi tujue kwamba tumechanganya vitu viwili, tumechanganya sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile tumechanganya kuchukua asbabu ya kuweza kujitibu na maradhi tofauti. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuona video zangu, basi usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare, ili watu wengi waweze kufaidika na faida kama hii. Mola subhanahu wa ta'ala atupe shifa ambayo kwamba ni ya haraka, na atutibu na vile vile atulinde na maradhi yote kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.